Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Ni matumaini yangu kwamba nyote ni wazima. Imempendeza Mungu Injili ya Yesu Kristo ikapata kuhubiriwa mahali hapa. Na ni vyema tuamini, tuombe. Alafu Mungu aongoze neno lake sawa na mapenzi yake. Nakupa sifa Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo. Mungu uliye juu sana, uliye mtakatifu. Nasema asante Bwana kwa kuwa umependezwa neno la mwanawe Yesu Kristo likapata kuhubiriwa katika huu mtaa wa Shauri Yako Bwana. Mungu akafungua mioyo yetu tukapata kupokea neno lako, kwa kuwa neno ni pumzi lako Bwana. Acha likapata kutugeuza kutoka njia ambazo ni uasi, njia ambazo haziendani sawa na standard ya maandiko matakatifu. Mungu akatupe toba, akatupe huzuni ya kiungu. Endo tugeuze mahali popote tumekuwa tukienda kinyume na neno lako Bwana. Ni katika jina safi na takatifu lako Yesu tumeomba na hata kuamini. Amina. Yesu ametuma sauti mahali hapa ili ukapata kujichunguza. Yesu ametuma sauti mahali hapa ili wewe mwanadamu ukapata kujichunguza, na mimi nikapata kujichunguza pia. Usije ukaishi ukiwa mshirika wa kanisa, usije ukaishi ukiwa mshirika wa kanisa lakini ukakufa ukiwa ndani ya kanisa na nafsi yako ikateketea jehanamu milele na milele. Yesu ametuma hii sauti ikakuonye. Yesu ametuma hii sauti ikanionye mimi pia. Kwa kuwa Mungu aheshimu mwanadamu, Mungu anaheshimu neno lake ambalo ni pumzi yake. Kila neno ni pumzi ya Mungu na linafaa katika mafundisho, katika kukemea, katika kuonya. Tutaenda kuangalia maandiko matakatifu. Kitabu cha Yohana 14 mstari wake ni wa pili. Kitabu ni Yohana 14 mstari wake ni wa pili. Hivi ndio maandiko yanasomeka: nyumbani mwa Baba yangu kuna makao mengi. Hivyo ndio Yesu ananiambia na anakuambia. Yesu anakuambia juu mbinguni kwa Baba yake kuna makao mengi. Juu mbinguni Yesu anatuambia kuna makao mengi. Kama sivyo, ningeliwaambia naenda kuandalia makao. Yesu anatupa hakikisho kwamba kwa juu mbinguni kuna makao. Kuna makao yameandaliwa kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Lakini unafaa upate kuchunguza njia zako. Unakaa maisha ya utakatifu ama unakaa maisha ya kutumikia dhambi? Kuna makao yako juu mbinguni, lakini yale makao hayataingia kila mtu. Kuna watu wanaenda makanisani, kuna watu wako ndani ya makanisa, lakini hawana utakatifu. Hawa ni watu ambao hawatarithi yale makao. Inafaa iweke msukumo ndani yako. Inafaa iweke msukumo ndani ya moyo wako ili ukapate kukaa maisha ya haki, maisha matakatifu. Kama umekuwa ukitembea katika njia za anasa, kama umekuwa ukikaa maisha ya anasa, Mungu anakuonya jioni ya leo. Yesu anatuonya jioni ya leo. Kuna makao ambayo yameandaliwa, lakini watu ambao wanakaa maisha ya anasa hawawezi wakarithi yale makao.
kwa kuwa yale ni makao matakatifu, na kitu chochote kichafu, yeyote ambaye anakaa maisha ya anasa, maisha machafu hapa chini duniani, hawezi akarithi yale makao. Yesu hawezi akasulubiwa msalabani atuweke huru kutoka utumwa wa dhambi, alafu uendelee kutumikia dhambi na utarajia kwamba ukapate kurithi yale makao. Hiyo haiwezekani. Yesu alituweka huru kwa damu yake pale msalabani, dhambi zetu zikapata kuoshwa, ili tukapata kuwa watumwa wa haki, tukapata kutumikia haki, tukapata kutumikia Yesu Kristo. Lakini ni jambo la kushangaza, ni jambo la kushangaza sana. Yesu alisulubiwa, lakini watu wametawaliwa na zinaa, watu wametawaliwa na zinaa, watu wametawaliwa na ulevi, watu wametawaliwa na dhambi, wakati Yesu alikufia dhambi pale msalabani Kalvari. Yesu alikufia dhambi tukae maisha masafi, maisha ya haki. Lakini watu wamemkataa Yesu, watu wamemkataa Yesu, watu wamekataa kugeuka kutoka kwa dhambi, na wanatarajia wakifa wakapata kurithi yale makao ambayo Yesu ameandaa. Yesu ametuma hii sauti ikawa onyo kwako, ikawa onyo kwako, ewe ambao unapenda anasa, ewe ambao unapenda dhambi. Yesu anatuonya, Yesu anatuambia yale makao ambao aliyanunua kwa damu yake. Watu ambao wanakaa katika anasa, watu ambao wameweka hazina katika huu ulimwengu, hawawezi wakarithi yale makao. Pata kupambanua, pata kupambanua, pata kuamka kutoka usingizi wa dhambi. Moyo wa Mungu ni wanadamu wakiri dhambi, watubu dhambi na wageuka kutoka kwa dhambi. Moyo wa Mungu ni wanadamu wote watubu dhambi, wageuka kutoka kwa dhambi na waweke imani kwa Yesu na wakae maisha matakatifu, ili wakapate kuingia katika yale makao ambayo Yesu Kristo ameandaa kwa ajili yetu. Hautakaa katika zinaa, hautakaa katika ushoga na utarajia ukaingia katika paradiso ambayo Yesu ameiandaa. Hautakaa katika ufiraji, hautakaa katika kutoa mimba, hautaendelea kutoa mimba na utarajia uingie katika yale makao ambayo Yesu ameandaa. Watu ambao wanatoa mimba, watu ambao wanaua watoto, hawawezi wakarithi makao matakatifu ambayo Yesu ameandaa. Wale watu ambao waliweka maisha yao chini, wakakiri dhambi zao, wakatubu dhambi zao, wakageuka kutoka kwa hizo dhambi, hao ndio watarithi yale makao ambayo Kristo ameandaa. Watu wengine wote ambao wanakaa katika anasa, watu wengine wote ambao wanakaa katika dhambi, mahali pao itakuwa ni katika lile ziwa liwakalo moto na kiberiti. Watu ambao wanapenda zinaa, watu ambao wanafanya uzinzi, watu ambao wanafanya uasherati, watu ambao wanaenda kwa waganga, watu ambao wanafanya uchawi, hawana nafasi katika makao ambayo Yesu ameandaa. Wewe endelea kukaa katika uganga, endelea kukaa katika uzinzi, endelea kukaa katika uasherati, lakini utambue ya kwamba usipotubu, usipogeuka kutoka kwa hizo dhambi, kutoka kwa anasa, kutoka kwa uchafu wote, hauwezi ukarithi makao matakatifu ambayo Yesu ameandaa. Makanisa yamejaa shauri yako, makanisa yamejaa shauri yako, lakini mimba bado zinatolewa, na wenye wanatoa mimba wako ndani ya makanisa, wenye wanaloa pombe wako ndani ya makanisa,
wenye wanafanya ufiraji wako ndani ya makanisa, wenye wanapiga punyeto wanaume na wanawake wako ndani ya makanisa. Tunaelekea mbingu gani? Ni mbingu gani ambayo tunaelekea? Ni paradiso gani ambao utaelekea wakati unakaa ndani ya uchafu, wakati hauna utakatifu? Unajiandaa kukutana na Mungu yupi? Ni maisha gani unakaa wakati unafanya biashara shauri yako? Ni maisha gani unaishi wakati unaingia ndani ya kanisa? Wakati unaingia ndani ya kanisa, wakati uko nje ya kanisa, wakati uko na familia yako kwa nyumba, mnakaa kwa amani ama ni mafarakano? Mnakaa hali ya utakatifu ama ni maisha ya dhambi kuendelea na kuendelea? Katika kitabu cha Yohana 8:32 Yesu aliwaambia Wayahudi, yeyote atendaye dhambi huyo ni mtumwa wa dhambi na hajawahi kuokolewa, hajawahi kumjua Yesu Kristo. Ukiona dhambi ya makusudi imekulemea, kila siku uko katika uzinzi, kila siku uko katika ulevi, kila siku unalewa pombe, kila siku unakaa na wanawake ambao mjaoana, unalala na wanaume ambao mjaoana, unafaa ujue ya kwamba hauna Yesu Kristo ndani yako, kwa kuwa Mungu ni nuru, na Mungu akiwa ndani yako nuru inafaa ionekane. Ni maisha gani unakaa? Ni maisha gani unaishi? Mungu anapenda wanadamu, lakini Mungu anachukia dhambi. Mungu anapenda wanadamu, lakini unafaa ujue ya kwamba Mungu anachukia dhambi. Wakati unakaa ndani ya kanisa, na una utakatifu, ni afadhali ule mtu ambaye analewa pombe kwa mbaa, ambaye hajawahi sikia habari ya Yesu Kristo, kuliko mtu ambaye ako ndani ya kanisa anasikia habari ya Yesu Kristo na amekataa kubadilika. Ni afadhali mlevi ambaye analewa pombe kwa klabu kuliko mtu ambaye ako ndani ya kanisa na anakaa katika zinaa. Kukaa ndani ya kanisa na unakaa katika dhambi, hiyo ni thibitisho kubwa kabisa kwamba Yesu hajawahi fanyika imani ndani ya moyo wako na nafsi yako na roho yako yote na mwili wako wote. Unatumikia shetani. Naelewa vyema sana, watu hawapendi kusikia kwamba ukiwaonya kuhusiana na dhambi, kwa kuwa watu wanapenda dhambi. Lakini Yesu alikemea dhambi, Yesu alionya kuhusiana na dhambi, Yesu alifundisha kuhusiana na hatari ya jehanamu, Yesu alionya watu kuhusiana na kukaa maisha machafu, Yesu alionya watu kuhusiana na kukaa maisha yasiyo na utakatifu. Yesu alionya, Yesu alikaripia, Yesu alikemea, Yesu alifundisha. Yesu hakuambia watu John mbarikiwe, John mbarikiwe. Yesu aliambia watu watubu dhambi, wageuka kutoka kwa dhambi, wakae maisha masafi. Hiyo ndio injili ambayo Yesu alihubiri. Lakini leo watu wanataka miujiza, hawamtaki Yesu Kristo. Watu wanataka wakae katika dhambi na maisha yao iwe mazuri. Huyo ni mtu ambaye ameweka hazina yake katika ulimwengu. Moyo wa Mungu ni watu wa shauri yako watubu, wageuke kutoka kwa dhambi na wakae maisha masafi. Kwa kuwa hakuna mtu hata mmoja ambaye anakaa na mwanaume ambaye hawajaoana, ambaye anakaa na mwanamke ambaye hawajaoana, atakufa ndani ya huo upumbavu na arithi ufalme wa Mungu. Haiwezekani. Hauwezi ukakaa ndani ya ujinga, ndani ya dhambi, ndani ya unafiki,
na utarejea ndani ya hiyo dhambi ukapata kwenda katika kifua cha Abrahamu, haiwezekani. Kifua cha Abrahamu ni kivuli cha paradiso, na wale ambao wanaenda katika kifua cha Abrahamu kama Lazaro ni watu ambao walijikana, watu ambao waliweka maisha yao chini, watu ambao walikataa kujitumikia, watu ambao walijiweka wakfu kwa ajili ya Yesu Kristo, kama jinsi ambavyo Kristo alijiweka wakfu kwa ajili ya nafsi yake. Unatumikia nani? Ni nani ambaye unamtumikia katika maisha yako yenye unaishi kila siku? Unatumikia shetani ama unatumikia Yesu Kristo? Katika maisha yako kila siku unapoamka na unaporudi jioni na kulala, ni dhambi ngapi umekuwa ukigeuka kutoka kwake? Watu wanasikia injili ya Yesu ikihubiriwa wanafikiria ni story ya kawaida. Watu wanasikia injili ya Yesu ikihubiriwa wanafikiria ni sawa na zile siasa za Ruto, siasa za wanasiasa wengine wote. Lakini injili ya Yesu Kristo ndio injili ambayo inaweka mwanadamu huru kutoka kwenye dhambi. Injili ya Yesu Kristo sio story ambayo imetengenezwa. Injili ya Yesu Kristo ina nguvu ya kumbadilisha mzinzi, mwasherati, mlevi. Ina nguvu ya kubadilisha kahaba na kumfanya mtumishi mwaminifu kwa ajili ya kazi za Mungu. Lakini leo watu wamechagua kutumikia dhambi. Watu wamechagua kutumikia ulevi. Watu wamechagua kukaa maisha machafu. Mungu anatuonya. Mungu anataka tubadilike. Mungu anataka tugeuke kutoka kwa dhambi. Tugeuke kutoka kwa makosa. Tugeuke kutoka kwa maovu ya aina yoyote ambayo tumekuwa tukitembea ndani yake. Yesu anatuambia ametuandalia makao, lakini yale makao hayataingia watu wachafu. Watu ambao wanakaa katika anasa, watu ambao wanauza nafsi zao kwa shetani, hawawezi wakarejea yale makao matakatifu ambayo Yesu ameandaa. Unafaa ujue kwamba Mungu ni mtakatifu, Yesu ni mtakatifu na mbingu ni takatifu. Na wale ambao ni watakatifu, ambao walitubu dhambi zao, wakageuka kutoka kwa hizo dhambi, wakamwamini Yesu Kristo, wakakaa maisha matakatifu, hao peke yao ndio watarithi yale makao matakatifu ambayo Yesu ameandaa. Siwezi kuendelea kutumikia dhambi wakati najua vyema Yesu aliniweka huru kwa damu yake pale msalabani. Kitabu cha Yohana 1:29. Kitabu cha Yohana 1:29. Maandiko yanasema siku ya pili yake au siku iliyofuata, Yohana alimwona Yesu akimjia, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Yesu alichukua dhambi za ulimwengu na zikahukumiwa katika mwili wake, ili wanadamu wapate pumziko kutoka kwa dhambi, kutoka kwa utumwa wa maisha machafu. Yesu alikufia dhambi ili akapata kutuweka huru kutoka kwa hizo dhambi. Kwa hivyo wakati unaendelea kutumikia dhambi, ile siku ambayo itakuwa ya hukumu, hautakuwa na jambo lolote la kujitetea. Hakuna sababu hata moja mwanadamu atakuja kumpa Mungu katika siku ya hukumu. Kwa kuwa injili umeisikia,
ikikuonya ugeuke kutoka kwa dhambi. Injili umesikia kila siku ikikuonya utoke kwenye maisha machafu na uweke imani kwa Yesu Kristo na ukae maisha matakatifu. Utakatifu peke yake ndio cheti cha mwanadamu kuingia katika yale makao ambayo Yesu ameandaa. Miaka 2000 ambayo imeisha, Yesu alikuwa katika huu mchanga ambao tunakanyaga. Yesu alikuwa hapa duniani. Yesu alihubiri kuhusiana na toba. Yesu aliambia watu watubu. Yesu aliambia watu wageuke. Miaka 2000 ambayo imepita, Yesu alituambia tugeuke kutoka kwa dhambi na tukapata kumwamini yeye, kwa kuwa yeye ndiye aliyechaguliwa na Mungu na akatumwa hapa duniani kwa ajili ya nafsi zetu. Na Yesu anarudi tena mara ya pili. Yesu anarudi tena mara ya pili. Na hii mara ya pili Yesu anakuja kama mfalme. Yesu anakuja kama mfalme. Mara ya pili Yesu hatakuja kama mwana kondoo. Mara ya pili Yesu hakuji kuchukua dhambi. Yesu anakuja kuchukua watakatifu ambao waliamini kazi ya msalaba, wakageuka kutoka kwa dhambi na wakakaa maisha matakatifu. Hata kutubu dhambi, hata kutubu dhambi, hata kugeuka kutoka kwa dhambi. Chochote ambacho ni dhambi, ambacho kimetawala nafsi yako, pata kutubu, pata kugeuka, pata kuachana nacho. Pata kutubu kutoka kwa dhambi. Maisha ya dhambi ni maisha ya utumwa. Maisha ya dhambi ni maisha ya utumwa, na Yesu alikufia dhambi ili atuweke huru kutoka kwenye utumwa wa dhambi. Kwa hivyo wakati utakufa ukitumikia dhambi, ukifa ukiwa unatumikia dhambi, hiyo ni mapenzi yako, sio mapenzi ya Mungu na Yesu Kristo. Ukifa ukitumikia dhambi, Yesu hatakuwa na huruma, akikutupa katika moto wa jehanamu, mahali pa mateso milele na milele. Pata kutubu dhambi, pata kugeuka kutoka kwa dhambi. Weka imani kwa Yesu, kaa maisha matakatifu. Epuka zinaa nje ya ndoa, epuka zinaa mahali hapana ndoa. Yale makao ni matakatifu na kitu kichafu hakitaharithi kamwe. Mungu anataka utubu. Mungu anataka utubu. Kama maisha yako ni ya ukahaba, Mungu anataka ugeuke kutoka kwa ukahaba. Kama maisha yako ni ya umalaya, Yesu anakuonya ugeuke kutoka kwa umalaya. Umalaya utakupeleka jehanamu. Malaya ni mwanamke yote ambaye analala na mwanaume ambaye hawajaoana, huyo ndiye malaya. Na Yesu anatuonya. Yesu anatuonya. Yesu anatuonya kwa upendo, kwa kuwa Yesu hataki mtu yeyote akapata kuteketea katika moto wa milele jehanamu. Pata kutubu kutoka kwa ukahaba, tupilie hizo dhambi mbali. Pata kuweka imani kwa Yesu ambaye alikufia dhambi pale msalabani. Kama uko ndani ya kanisa, ama kama unakiri kwamba umeokoka, umemwamini Yesu Kristo, lakini hauna nguvu ya kushinda dhambi, unafaa ujue kwamba umeamini Yesu wa uongo. Kwa kuwa Yesu Kristo, wale ambao wamemwamini, wale ambao wamesulubiwa pamoja naye, wakazikwa pamoja naye, wakafufuka pamoja naye, wako na nguvu ya kushinda dhambi na kukaa maisha matakatifu. Kwa hivyo kama huna nguvu ya kushinda dhambi, kama huna nguvu ya kushinda dhambi, uko katika wokovu wa uongo, umemwamini Yesu wa uongo.
Na kama uko katika wokovu wa uongo, weka wokovu wa uongo chini. Anza kukiri dhambi zako, anza kutubu, anza kugeuka. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Chochote ambacho sio haki, chochote ambacho kimetawala nafsi yako, ambacho hakitokani na Mungu na Yesu Kristo, hiyo ni dhambi. Pata kutubu, pata kugeuka. Ina haja gani nafsi yako ingie jehanamu kwa sababu ya zinaa? Ina haja gani nafsi yako ingie jehanamu kwa sababu ya uchawi? Itakufaidi nini? Hivyo ndio Yesu aliuliza. Itakufaidi nini upate ulimwengu wote na nafsi yako iteketee jehanamu milele na milele? Itafaidi nini? Kuna watu leo wanauza nafsi zao kwa shetani kwa kuwa wanapenda mali za ulimwengu. Kuna watu wanaenda kwa waganga kila siku kwa sababu ya biashara zao, kwa kuwa wameweka hazina yao katika ulimwengu. Mungu anataka toba. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa chochote ambacho ni dhambi, chochote ambacho ni uasi. Pata kugeuka kutoka kwa hicho. Hiyo ndio toba. Umekuwa mlevi, geuka kutoka kwa ulevi. Hiyo ndio toba. Umekuwa kahaba, geuka kutoka kwa ukahaba. Hiyo ndio toba. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi. Leo watu wanakaa katika udanganyifu. Mtumishi anakuambia atakuambia sala ya toba ukapate kuokolewa, wakati maandiko yanasema imani chanzo chake ni kusikia na kusikia neno la Mungu. Imani haikuji kwa kuombewa sala ya toba. Huo ni udanganyifu ambao shetani ameweka katika mioyo ya watumishi wake wa uongo, ambao wamevaa ngozi ya kondoo na kujifanya wanatumikia Yesu. Watumishi wa Yesu wanajulikana. Yesu alituonya vizuri sana katika neno lake. Yesu alituonya na Yesu anatuonya hadi sasa. Yesu anakuonya saa hii na ananionya saa hii, kwa kuwa Mungu aheshimu mtumishi. Mungu anaheshimu neno lake peke yake. Hata kama wewe ni mtumishi na ukae katika maisha ya anasa, maisha machafu, Mungu siku ya hukumu atatumia standard ya neno lake na atakuhukumu kukuweka jehanamu. Ukiangalia kitabu cha Mathayo 7:21 samani. Kitabu cha Mathayo 7:21. Haya ni maneno ya Yesu Kristo mwenyewe. Sio mitume wake, wala sio Paulo, na sio manabii, na sio Musa. Yesu Kristo akizungumza mwenyewe kwa kinywa chake wakati alikuwa anatembea katika hii ardhi ambayo tunaikanyaga. Ndipo Yesu asema haya maneno. Yesu aliangalia akaona unafiki ambao ulikuwa unaendelea na Wayahudi. Yesu aliangalia akajua kwamba kwa kuwa Mungu ni Alfa na Omega, mwanzo tena mwisho, Mungu anaona leo hadi milele. Yesu aliangalia na akaona ya kwamba kuna siku zitakuja watu watakuwa washirika wa makanisa, lakini watakuwa wana ushirika na Yesu Kristo. Ndipo Yesu akasema haya maneno. Mathayo 7:21. Yesu anasema, si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Sio kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni. Yesu alijua watakuja manabii wa uongo, watumishi wa uongo ambao kazi yao ni kulala na washirika, ambao kazi yao ni kuuza vitambaa, ambao kazi yao ni kuuza maji, lakini hawana haja na nafsi yako kukuhubiria injili ya toba, ukapate kutubu, ukapate kugeuka. Wako na haja na fungu yako ya 10, sadaka yako. Yesu alijua yote. Yesu anatuambia, sio wote waniambiao Bwana Bwana watakao rithi ufalme wa Mungu.
mbali ni wale watendao mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wale ambao wanafanya mapenzi ya Mungu, wale ambao walikiri dhambi zao wakageuka kutoka kwa dhambi wakakaa maisha matakatifu, wale ambao wanafanya mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu, kufanya mapenzi ya Mungu ni kukaa katika haki, kutenda haki. Haki inakaa ikitiririka ndani yako, ndani na nje. Hao ndio watarithi yale makao ambayo Yesu Kristo ameandaa. Kwa hivyo wakati unaingia ndani ya kanisa, wakati uko nje ya kanisa, chunguza maisha yako, chunguza njia zako, pata kurekebisha kabla Yesu Kristo hajarudi kuhukumu ulimwengu. Kwa kuwa Yesu atakuja kuhukumu ulimwengu. Kwa kuwa Yesu anakuja kuhukumu ulimwengu. Na Yesu mahali pengine katika neno lake anasema wazi kwamba watu ambao wanakaa maisha ya upuuzaji atakuja kuwakata vipande vipande na kuwaweka mahali pamoja na wanafiki ambao walimkataa na kuamini injili yake. Wewe chunguza njia zako sana. Usiwe tu mshirika wa kanisa. Hakikisha uko na ushirika na Yesu Kristo. Leo watu wamejaa makanisani. Leo watu wamejaa ndani ya makanisa, lakini hawana utakatifu, hawana uhusiano na Yesu Kristo. Mungu anataka mkapate kupambanua. Sio kwenda kanisani, sio kwenda kanisani kunatufanya watakatifu. Kuna watu wamejaa ndani ya makanisa na hawana utakatifu. Na utakatifu ndio cheti cha kila mwanadamu kuingia katika ufalme wa Mungu. Pateni kutubu, pateni kugeuka kutoka kwa chochote ambacho ni dhambi. Kitabu cha Mathayo 4:17, Mathayo 4:17, hivi ndio maandiko yanasema, tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Miaka 2000 ambayo imepita, Yesu alihubiri na kuambia watu watubu. Yesu aliambia watu watubu dhambi. Yesu aliambia watu wageuka kutoka kwa njia mbaya. Yesu aliambia watu wamwamini yeye mwenyewe, kwa kuwa yeye ndiye uzima, yeye ndiye wokovu, yeye ndiye ukombozi. Na hata leo Yesu ametuma sauti yake mahali hapa ili kukuambia na ikaniambie tukapate kutoba dhambi na kugeuka kutoka kwa dhambi, ili tukapate kurithi makao ambayo Yesu ameandaa kwa ajili yetu. Kitabu cha Wagalatia 5, Wagalatia 5:19 hadi mstari wa 21. Hivi ndio maandiko yanasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya mwili ni dhahiri, nayo ni haya: uasherati. Uasherati ni zinaa, mahali ambapo hapana ndoa. Haujaolewa, haujaoa, unafanya tendo la ndoa. Hiyo Yesu anaita uasherati.
na mwasherati hatarithi makao matakatifu ambayo Yesu ameandaa. Tendo lingine ni uzinzi. Uzinzi ni tendo la ndoa nje ya ndoa. Umeolewa, unaacha mke wako, unaacha mume wako, unafanya zinaa nje ya ndoa, wewe ni mzinzi, na wazinzi hawatarithi makao matakatifu ambayo Yesu ameandaa. Uchafu. Uchafu kwa aina nyingi sana. Mwanamke ambaye anapachikwa mimba na kutoa ile mimba, huo ni uwaji, huo ni uchafu. Yeyote ambaye anafanya abortion, yeyote ambaye anaavya mimba, yeyote ambaye anatoa mimba na kuua yule mtoto, huyo ni mtu ambaye ni mchafu, na hawezi akarithi ufalme wa Mungu, hawezi akaingia katika makao matakatifu ambayo Yesu ameandaa. Mtu ambaye anapiga punyeto, mtu yote ambaye anafanya usagaji, mtu yote ambaye anafanya ufiraji, huo ni uchafu. Na watu ambao wanafanya uchafu kama huo hawana nafasi katika yale makao ambayo Yesu ameandaa. Kubaliana na neno la Mungu, ukapate kutubu, ukapate kugeuka kutoka kwa njia yoyote ambayo sio ya haki mbele za Mungu. Ufisadi huko kwa serikali peke yake. Ufisadi umejaa mpaka kwetu wananchi wa kawaida. Katika biashara yako unauza kwa bei ya juu ama unauza bei ambayo haistahili. Unafaa ujichunguze sana. Usiwe ndani ya kanisa miaka yako yote na ukafa ukiwa mshirika wa kanisa, lakini ukaingia jehanamu kwa sababu ya ufisadi. Ibada ya sanamu. Yeyote ambaye anainamia sanamu ya Maria, yeyote ambaye anainamia sanamu ya Yesu Kristo, kama unainamia sanamu ya Maria, kama unainamia sanamu ya Yesu Kristo, unafaa utambue kwamba hiyo ni dhambi. Katika sheria, katika amri 10 zenye Mungu alimpa Musa, amri ya kwanza na ya pili umeivunja wakati unainamia sanamu. Kuna sanamu za kiroho. Mke wako anaweza akawa sanamu. Watoto wako unaweza kuwapenda zaidi ya venye unampenda Yesu Kristo, na ikawa pia sanamu. Kama kuna kitu chochote katika maisha yako ambacho unakipenda sana kuliko Yesu Kristo, unafaa ujue hiyo ni sanamu. Iwe ni simu yako, unafaa ujue hiyo ndio sanamu. Ibada ya sanamu imetawala. Ibada ya sanamu imetawala. Kuna watu wamefanya runinga kuwa sanamu. Kuna watu wamefanya simu zao kuwa sanamu. Unapata mtu mzima anakaa masaa mawili katika simu yake akitazama pornografia, akitazama video chafu, na anasema ni mshirika wa kanisa, akifa ataingia paradiso. Hawezi ukatazama video chafu na ukawa na ushirika na Yesu Kristo. Wewe ni muongo, wewe ni mwana wa ibilisi shetani. Unafaa ukapate kutubu kutoka kwa hiyo sanamu. Chochote ambacho kimetawala nafsi yako, hiyo ndio sanamu yako. Hawezi ukatazama pornografia kwa macho yako, na hayo macho useme unasoma neno la Mungu nayo. Biblia inatuambia macho ndio mlango wa miili yetu. Na wakati nalisha macho yangu vitu vichafu, nafsi na roho yangu inazidi kuwa chafu zaidi. Pata kupambanua mtu wa shauri yako. Pata kupambanua tafadhali. Pata kupambanua. Yesu ametuma injili ya kweli mahali hapa, ili siku ya hukumu usiwahi sema au kuambiwa, usiwahi sema au kusikia. Uchawi, wenye wanaenda kwa waganga,
wenye wanafanya uchawi, wenye wanafanya biashara kwa madawa, wenye wanaabudu Illuminati, wenye wamefunga majini. Mungu anawaonya jioni ya leo, mkapate kugeuka kutoka kwa hizo njia ambazo ni njia chafu. Uadui wetu ambao wana msamaha ndani ya mioyo yao. Yesu anatuambia katika neno lake, kama tunataka msamaha kutoka kwa Mungu, tunafaa tusamehe ndugu zetu, tusamehe majirani zetu, tusamehe marafiki zetu, ili tukapate kusamehewa na sisi pia. Kuna mtu ulimkosea na akakwambia hata wewe kusamehe miaka yako yote, lakini yeye ako katika dhambi dhidi ya Mungu kila siku, na Mungu anamrehemu ili akapate kufikia rehema. Unafaa uwe na moyo wa kusamehe, usiwe na moyo wa uadui ndani yako. Kuwa na moyo wa kusamehe. Ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usda na ulevi. Ulevi wa aina yoyote. Ulevi ni dhambi ambayo itaingiza watu wengi jehanamu. Ulevi wa pombe, ulevi wa sigara, ulevi wa bangi, uvutaji wa bangi, uvutaji wa sigara. Chochote ambacho unatumia ambacho kinaweka ulevi ndani ya moyo wako, unafaa utambue kwamba hiyo ni dhambi, na ni dhambi ambayo itakupeleka jehanamu kama usipopata toba, kama usipopata kugeuka na kuweka imani kwa Yesu na kukaa maisha matakatifu. Ulafi ni dhambi ambayo ilipeleka tajiri mmoja jehanamu. Ukisoma kitabu cha Luka 16, kuna tajiri aliingia jehanamu kwa sababu ya ulafi. Usiwe mlafi katika kazi yako, hata katika nyumbani kwako. Na mambo mengine yanayofanana na hayo, na waonya kama nilivyokwisha kuwaonya kabla, kwamba watu watendao mambo kama hayo hawataurithi ufalme wa Mungu. Biblia inatuonya, Paulo kwa roho wa Yesu Kristo anatuonya. Paulo anatuambia mtu yeyote ambaye anakaa katika hizi njia chafu, yeyote ambaye anakaa katika maisha machafu, asipotubu na kugeuka, hawezi akarithi yale makao ambayo Yesu ameandaa kwa ajili ya watu wake, kwa ajili ya watakatifu. Makao ambayo Yesu ameandaa yataingia watakatifu peke yake. Wale ambao walikaa maisha ya kujikana, wale ambao walikaa maisha ya kuchukua msalaba wao kila siku na kufuata Yesu Kristo, wale ambao walikaa katika njia za haki, hao ndio watarithi makao matakatifu ambao yako katika Yohana 14 mstari wa 2. Pata kutubu kutoka kwa chochote ambacho ni dhambi. Pata kugeuka kutoka kwa dhambi. Pata kuweka imani kwa Yesu Kristo. Yesu alikufia dhambi, Yesu alizikwa, siku ya tatu Yesu alifufuka, ili kuwa uzima, ili kuwa ukombozi kwangu na kwako na kwa ulimwengu wote. Kulikuwa na manabii, kulikuweko manabii na kulikuweko pia na mitume wengi. Mitume walikuwa wengi, lakini aliyekufa na akafufuka ni Yesu Kristo, na yeye ndiye atakaye kuja kuhukumu ulimwengu.
pateni kugeuka kutoka kwa dhambi, pateni kugeuka kutoka kwa zinaa, pateni kugeuka kutoka kwa ulevi, pateni kugeuka kutoka kwa ulevi na dhambi zozote ambazo mnakaa ndani yake. Chochote ambacho umekuwa ukifanya ambacho ni uasi, ambacho ni dhambi, pata kugeuka, pata kuweka imani kwa Yesu Kristo. Yesu ndiye ukombozi. Nakupa sifa Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Nasema asante Bwana kwa ajili ya neno lako ambalo umenena na mimi, ambalo umenena na watu wengine mahali hapa. Acha likawa neno la kutugeuza kutoka njia mbaya na kutembea katika haki. Mungu, enda ukapeane toba, kwa kuwa toba inatoka kwako, huzuni ya kiungu inatoka kwako, imani inatoka kwako, Roho Mtakatifu ni wako Yesu Kristo. Enda ukatugeuze Bwana, enda ukatuhurumie Bwana, enda ukatusamehe Bwana, enda ukatukomboe Bwana. Na ni katika jina lako safi Yesu Kristo naomba na hata kuamini. Amina. Acha Yesu akarehemu nafsi zetu. Acha Yesu akayahifadhi maisha yetu katika rehema na upendo wake. Amina.